Yes, kurekodi mauzo ni rahisi sana. Hapa niko katika akaunti ya owner au miliki wa maduka au duka, and cha kufanya unaenda katika hii option hapa ya plus mauzo, jumlisha mauzo, and by default inabidi uchague duka ambalo unataka kufanyia hayo mauzo. Sasa kwenye akaunti ya mfanyakazi atakuta tu duka lake tayari, kwa hiyo ataendelea tu, lakini kwa admin inabidi achague duka. Okay, so tukichagua maybe Amina Supplement, tunakutana na hizi bidhaa hapa. Jinsi ya kuadd bidhaa, unaiclick basi au unaisearch tu, unaandika tu, very fast inatokea. Au pia unaweza ukascan kama umetengeneza barcodes, unaweza ukascan and unaendelea. Pia unaweza kuongeza idadi ya bidhaa kwa kuendelea kuclick hapo kwenye bidhaa, unaiclick unaongeza. Lakini pia sio lazima, unaweza kuingia kwenye kikapu ukapunguza idadi and itakuwa tayari. Kwa hiyo kwa mfano tumebaki na Jamana exercise book bidhaa moja, then tunaongeza 2. Pesa delivery inaeleweka tu, unaweza ukaongeza pesa delivery, lakini pia inabidi uchague option pesa imetoka cash, mobile money au benki. Hii ni nzuri sana katika kutunza kumbukumbu ya matumizi ya delivery. Pia mteja analipia usafiri, kama delivery mteja amelipia itakuwa turned on. Pia discount hivyo hivyo unaweza ukaongeza. Kwa mimi nikaacha tu hizo options zote. Okay, and then tunaendelea kulipia. Ukifika tu kulipia hapa utaona jumla ya kulipia, and then kama ni mkopo haijalipia unaacha hivi. Kama imelipiwa kwa Airtel Money unachagua Airtel Money. Pia hizi options zote unaweza ukaziset katika profile yako, sehemu ya permissions, payment permission, and utaongezea hizi zote option. Kama unataka cash tu, kama utumii Equity, then unaachana nayo. Lakini pia kuna option hapa ya advance payment. Kama mteja analipa 10,000 kwanza, sawa, analipa 10,000 kwanza, and then inabidi uchague option gani anatumia kulipa, kama ni Equity au namna yote ile. Okay, sasa kama inalipwa kama deni, kama kwa advance, maana yake haijalipiwa yote, kwa hiyo itakuwa tu haijalipiwa. Lakini katika historia oda yako itaonyesha kabisa kwamba mteja anadaiwa ya shilingi 10,000. Kwa hiyo tunaweza tukaachana nayo tu hapo. And kama mteja analipia cash, sawa, amelipia cash, kama mfanyakazi wako anaenda amepewa 20,000 au itakuwa anamaliza tu. Kama ni cash, maybe ni hela ambayo inachanganya kidogo, inahitaji change, ataandika tu hapa kwamba amepewa 25,000, itamuonyesha kabisa change ya kutoa ni shilingi 5,000. Kwa hiyo that's it, and utakuwa umemaliza mauzo yako, and then utaklik hapa wasilisha mauzo. Ukishawasilisha mauzo unaweza ukaprint hiyo receipt au ukahifadhi. Unaweza kuhifadhi au ukaenda kuituma WhatsApp. Ni hivyo tu, na hapo ndivyo unaweza kurekodi mauzo. Kwa hiyo hapo unaweza kuendelea kurekodi mauzo mapya, au kaenda tu kwenye homepage yako, hapo utakuta mauzo yameongezeka ile 20,000 ambayo tumeirekodi muda so mrefu. Kwa hiyo ndio hivyo jinsi ya kurekodi mauzo. Ni sawa sawa na kurekodi tu upande wa mfanyakazi. So that's it.